Samueli, nilikuwa nakuheshimu sana. Mimi ni wa kueleza matatizo yangu, halafu naenda kusambaza mtaani. Nimekutana na watu kibao sana huko, wananiambia kuhusu hilo swala nilokuambia. Bila shaka ni wewe pekee niliyekuelezea ndio umesambaza. Labda rafiki yangu, unavyonifikiria sivyo kuhusu swala lako hilo, maana niliyemwelezea malengo pekee. Sasa kama ulimwambia malengo tu, iweje hili swala nikutane na Bilizi aniambie kuhusu hilo swala? Ni hali ya kuwa kabisa kwamba mimi sijawahi kukutana na Bilizi nikamwelezea shida zangu. Sasa hili amelijuaje? Kwa hiyo ndipo kuja kwangu unataka msaada au vipi? Ndiyo, nilitaka msaada. Sasa kama unahitaji msaada, kuna kelele zinakuwa nyingi sana. Ila mwanangu Samueli, kuwa makini sana na maneno yako, maana likisambaa hili itakuwa mbaya sana. Mama, huyu mtoto amefikaje hapa? Hayo maswali natakiwa nikuulize wewe, sio niulize mimi. Ina maana huyu mwanamke amepajuaje hapa? Umemzalisha mdada wa watu wamhudumie, ona tumeletewa mzigo. Sasa mama, sema ukweli, huyu sio mtoto wangu kabisa. Yaani mimi nikimwangalia kwanza hata tufanani. Mama, ukiangalia kweli, ukimwangalia huyu mtoto na ukaniangalia mimi mtoto wako, tunafanana mama? Pita, hayo maswali mimi hayanihusu. Wakati mnatongozana mimi sikuwepo. Kwa hiyo mdada sio kwamba ana akili ya kuletea mtoto. Wanaume ni wengi. Kama mkuletea mtoto atakuwa ni wako kupambana na mzigo. Mama, hii si sawa kabisa. Alafu mama, utakubalije kuachiwa mtoto ambayo mimi sijakwambia kwamba hapa mama, mimi nina mtoto huko nje. Unakuja tu mama unaachiwa mtoto hapa. Yaani imeingiaje hapo mama? Mwanamke wako amekuja akamwacha hapo. Kwa mtoto tumkatae, wewe pambana na hali yako. Kota, samani, nakuomba mara moja. Mambo? Poa. Samani kwa kusumbua kusimamisha hapa barabarani. Unanipotezea muda wangu. Acha kuzunguka. Nenda kwenye pointi. Kama una cha kusema, kwa heri. Levoda, usiwe hivyo. Mbona unapenda sana kutesa hisia zangu? Nikajua leo una jambo jipya. Kumbe ni upuzi wako. Jamani, mbona mabinti wengi sana? Kwa nini mimi? Kwa muelewa. Toka mwanzo nakwambia, nina mwanaume wangu. Mbona uelewi? Levoda, kumbuka mimi nakupenda sana. Na nahitaji nikuoe. Uwe mke wangu. Magobe. Toka mwanzo nakwambia, sikuhitaji, sikupendi, sikutaki. Baba mdogo, samahani sana. Maana uji wangu umekuwa ghafla kidogo na unashangaa hujawahi kuniona. Kweli kabisa. Vipi?
kuna usalama? Maana ujio wako umenitisha kidogo. Ndio ba mdogo, usalama upo. Ila nilikuwa nahitaji msaada wako kidogo. Huo msaada kama utakuwa ndani ya uwezo wangu nitakusaidia na kusikiliza. Ba mdogo, unamkumbuka yule binti alifikia hapa kwako mdogo wake Radi? Ndio namkumbuka. Vipi? Amekuwaje? Isije kuwa umempenda. Unataka nikufanyie maelekezo? Huyo bado ni mwanafunzi. Utafungwa. Shauri yako. Ba mdogo, hapana bana. Sijampenda wala kumtamani. Namheshimu kama dada yangu. Kwa nini umemuulizia sasa? Amekuwaje? Ile siku wakati anatoka hapa anaelekea nyumbani walipatana njiani na Radi. Tulipopatana njiani na Radi wakatongozana, wakaelewana wakalala. Kwa hiyo Radi ailala na mdogo wake. We. Mbona siku hizi watu mnapenda sana kutunga mambo ya uongo? Umetumwa eti? Nauliza umetumwa? Hapana ba mdogo, sijatumwa. Kama uniamini mimi, mtafute Radi umuulize. Ila mimi nia ya kuja hapa ni kutafuta njia ya kumsaidia Radi. Sawa. Kwa mimi nawasaidiaje? Maana mlio ufanye ni ujinga na ni jambo la aibu. Ba mdogo, ninachokuomba kaongee naye. Maana mimi naona kosa lipo kwa watoto. Kosa lipo kwa wazazi. Wasingetengana au kuwatenganisha watoto. Hayo yote yasingetokea. Da. Ndio madhara ya kutenganisha watoto. Basi sawa. Mimi nitajaribu kuzungumza naye. Sawa ba mdogo, nimekuelewa. Acha mimi niondoke, nikuache kidogo. Asante. Ila muwe makini. Maana vijana wa siku hizi mna mambo mengi. Radi. Namba. Unajua siku 2-3 hizi mimi sikuelewi kabisa. Umekuwa ni mtu wa hofu. Kama juzi pale nakuita, unakimbia. Umekutwa na nini? Hapana baba. Mimi mbona nipo sawa tu. Eti mdogo wangu Jenny. Mimi si nipo sawa. Jennifer. Abeba. Huyu kaka yako unamuelewa? Hapana. Jennifer. Be. We bado mgeni. Alafu unaanza kumuiga na kuuliza afu unakubali. Una uhakika ana shida huyo? Ndio baba. Sasa nisikilize. Mimi unanijua yani kirahisi sana, ila mimi ni mtu mbaya sana. Na huyu ananijua. Narudia tena. Una matatizo gani? Hamna. Haina shida. Jennifer, nenda kaendelea mambo yako. Hayo ndo. Chakanya. Pita. Unaondokaje huko ndani? Unajua tuna mzigo wa mtoto, hujaacha chochote, hamna kila kitu, hamna unga. Unaondokaje? Mama, si ungesema tu kwamba humo ndani hakuna chakula. Kwa hiyo ujiongeze kama kuna mtoto anatakiwa kula. Mama, nipo naelekea dukani. Naenda kuemea vitu naleta hapa, mnafika tunakula. Usinitanie. Mama, nimekwambia naenda dukani, naenda kuleta vitu hapa mnapika. Haya uwai. Nilikuwa naamini sana wanangu, kwa nini nimezingua sana. Niwapa habari kama rafiki zangu, tujue tunamsaidieje.
lakini nyie mmeeleza mtaani kweli? Hapana Samueli, hakuna aliyeeneza hizi habari. Sipokuwa mimi niliongea na baba yake mdogo Radi kutafuta msaada. Aya. Malengo umeharibu. Nani aliyekutuma kama beba mdogo tena Malengo? Kwa nini shida yako nini? Alafu mbona unakasika sana kama vile hili jambo limekukuta wewe? Alafu tena kama wewe ungenyamaza kabisa. Juzi tena Radi njiani ukaanza kumcheka tena Doni sasa. Mblizi, ni kweli ulifanya hivyo? Mimi sikumcheka. Sema alikasirika tu. Mwanangu uliharibu sana. Kumbuka yule ni ndugu yetu, afu matatizo ya kwetu sote. Nikwambie kitu. Ushaanza kuzingua sasa. Kuona maanisha kuwa kwamba mimi chawa sana ndo naeneza hapo maneno mtaani au vipi? Sema bado poa, baridi. Samueli, chana naye huyo bwana. Cha msingi tumtafuta baba yake Radi, tumwambie ukweli. Utaficha mpaka lini rafiki yangu? Ni kweli. Tutakaa kimya mpaka lini? Maana tukienda kukaa kimya hivyo, hizo inaweza likawa likubwa sana. Hamna noma, cha msingi tumtafuta kwanza Radi. Haya poa, twende. Haina. Mambo. Wewe tena. Samani, nimekuletea kizawadi kidogo, ila na imani utakipokea. Alikwambia na shida na zawadi zako nani? Ila nishakwambia mara ngapi kwamba nakupenda. Mbona unataka kunielewa? Hivi wewe Makobe, nikwambia mara ngapi kuwa nina mpenzi na ninampenda? Mbona sio muelewa? Ndio, najua una mpenzi. Ila mimi na malengo na wewe na nihitaji nikuoe. Tafadhali naomba unielewe basi. Tena kuanzia leo usikanyage hapa kwetu. Ni marufuku. Ukome.
unanichukuliaje au unanionaje mimi? Umeniletea mtoto. Mimi nilikwambia nataka mtoto. Hizo ni shobo zako. Afu yule mtoto sio damu yangu mimi. Sikia. Nenda kachukue mzigo wako. Umpelekee mwenye nao. Umenielewa? Hivi kwani unataka nikuchukulie eti? Ulishazoea kuwapa watoto watu mimba na unawatelekeza. Kwa hiyo basi nimekuletea mtoto wako, huyo mtoto utajua unampeleka wapi. Lakini Shamdali, kwani uone kama unamtesa mtoto wako mwenyewe? Malezi ya mama ni tofauti na malezi ya baba. Alafu kingine, mtoto bado anahitaji joto lako. Washenzi wakubwa nyie. Kumbe lenu moja. Hamwezi mimi kanidanganya kwa pikijiti. Mimi sio mtoto mdogo. Kwa hiyo basi mmefeli. Wewe unajifanya mjanja. Sasa mimi nitakuonyesha kwamba mimi ndo Peter. Peter, naomba uwe mwazi. Hivi kweli huyo mtoto ni wako wako? Maana najua mlikuwa na mahusiano ya muda. Sasa inakuwaje leo unamkataa mtoto? Nisikilize mdogo wangu. Ni kweli yule mtoto ni mtoto wangu mimi. Lakini nikwambie tu kitu kimoja. Nimeletewa mimi mtoto. Afu mimi nina maisha gani ya kulea mtoto? Ukiangalia hata pale nyumbani, si pale nyumbani tunalelewa tu. Kila kitu tunaletewa. Sasa mimi nileeje mtoto sasa? Lakini kitu kimoja, utajua cha kufanya. Hivi mwanaume unanichukuliaje mimi? Yaani nakupigia simu pokei, na kutumia SMS hujibu. Una maana gani au nikuweke kwenye kundi gani? Adela, samahani sana. Sipo sawa. Naomba uniache. Nikiwa sawa nitakutafuta mwenyewe. Kwa hiyo sasa hivi naomba tu uende nyumbani. Eti siko sawa. Kwa hiyo kama uko sawa, shida yangu tuliongea vizuri tu, ukasema utanipa. Alafu leo eti nakukuta hapa uko sawa. Kwa hiyo mimi nikueleweje labda? Ni sawa. Najua napambana kutafuta. Siku nikipata nitakupa. Eti siku ukipata utanipa. Sasa mimi sitaki hiyo siku, nataka leo. Naomba univumilie kidogo mamangu. Sasa leo ndio utanijua. Naona unijui vizuri wewe.